growing in grace, sasa kukua katika as I neema, said that we cannot have one definition of it, nilisema hatuwezi kuwa na maana moja. is also increase in the capacity of handling matters. Ni uwezo wa kukua katika kustahimili mambo. Can you handle matters? Unaweza kustahimili vitu. Can you handle matters? Unaweza kustahimili Can you vitu. do greater assignments? Unaweza kubeba kazi kubwa. Hallelujah. Amen. So that's why I said Na ndio maana we inasema cannot separate growing in grace with growing in maturity. hatuwezi ukatofautisha kukua katika neema na ukuaji wako wa kiroho. Growing in the understanding of the word of God. Kukua katika uelewa wa neno. Spiritual growth. Ukuaji wa kiroho. Galatians chapter number 4 and verse number 1 and 2. Wagalatia sura ya 4 verse number 1 and 2. Now I say that the heir, as long as he is a child, does not differ at all from a slave, though he is a master of all. Lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wote hapo mtoto hana tofauti na mtumwa, ingawa ni bwana wa yote. But he is under guardians and stewards until the time appointed by the Father. Bali yu chini ya mawakili na watunzaji hata wakati ule ukisha kuamliwa na Baba. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. Tukufu kwa Yesu. So God can give you grace. Mungu anaweza kukupa neema. But can I tell you? Naweza nikasema kitu. When God gives you grace, Mungu akupapo neema, he can give you grace to do a greater assignment than you. Anaweza kukupa neema ya kufanya kitu kikubwa kuliko hata wewe. On that speaker there is an assignment. Kwenye speaker pale kuna jukumu. Hallelujah. Amen. There is a greater assignment. Kuna kazi kubwa. And you are a lowly person, you are here. Na wewe uko hapa. God gives you grace. Mungu anapokupa neema, He gives you a vision. anakupa maono. He gives you a dream. Anakupa ndoto. And he shows you the assignment on the speaker. Anakuonesha kazi iliyopo katika ile speaker pale. Are you hearing me? Ndio. Now he entrusts you with grace. Anakupa neema for you to move ya kwenda and do the assignment. Ukaifanya ile kazi. But the grace will be given there. Lakini hiyo neema hauipati hapo, unaipata pale. But the portion of it, sehemu ya pale, will be given to you. Utaipata and you'll be shown a path itakayokuwa inakusaidia for sasa you to walk and grow. Jinsi gani ya kukua na kwenda. Are you hearing me? Ndio. Are you hearing me? Yes. Because the grace doesn't grow. Neema haikui. The grace is a spiritual matter. Neema ni kitu cha kiroho. It is already there. Ipo tayari. You are already given. Wewe umeshapewa neema. What we call growing in grace, tunachokiita kukua katika neema, is you to walk in the path of understanding, ni sasa wewe kuanza kutembea katika njia ya uelewa, knowledge, maarifa, wisdom, hekima, and all obedience na utii wote to the word of God. Katika neno la Mungu. As you walk down the aisle of unapokuwa grace, unatembea katika hiyo njia, you are moving, unaelekea, it is you that is growing in it. Ni wewe ambaye ndo unakuwa katika neema. Because the grace is already great. Neema tayari ilishakuwa. The ministry of Elisha is already great. Hiyo huduma aliyo Elisha ni kubwa tayari. But it takes him to walk down the path. Sasa ni yeye kuanza kutembea katika hiyo njia, so that he can start to fit. Ili aanze kukua sasa, atoshe. Glory to Jesus. Yes. Yani ni kama mtoto mchanga ambaye ameshonewa nguo mpaka za miaka 50. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Kadri anavyokuwa nguo haimtoshi, anachukua ingine, Yes. anachukua ingine, anachukua ingine mpaka afike kwenye nguo ile kubwa kabisa ambayo itatosha kuvaa siku ya kuoa. Amen. Hallelujah. Yes. Labda maono yake ni kuoa, si ndio? Yeah. Lakini anapozaliwa anaanza kuvalishwa pampers. Anaenda kila siku anavaa. Lakini what is available ni kwamba rangi ya nguo ni ile. Aina ya nguo ni ile. Manake ni neema iko pale, lakini anapewa kukua pole pole mpaka afikie kile kiwango ambacho Mungu ametaka afike. Powerful. Powerful. Hallelujah. Amen. So growing in grace, kwa hiyo kukua katika neema, is also increasing in knowledge and understanding of spiritual things. Ni kukua katika uelewa wa vitu vya kiroho. And eventually that forces us to be fruitful and have dominion. Na hiyo inatufanya kuwa na matunda na umiliki. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. Amen. So when we talk about growing in grace, kwa tunaposema kuhusu kukua katika neema, we are talking about allowing God's character
tunazungumza ile tabia ile ya kiungu to take deeper roots within us, ianze kushamili na kukua ndani yetu, transforming how we live, ibadilishe tunavyoishi, how we love, jinsi tunavyopenda, how we believe, tunavyoamini, how we approach to matters. tunavyoshughulika na mambo. Hallelujah. Amen. So the growing in grace Kwa hiyo kukua katika neema will affect our character, lazima itashughulika na tabia, affect our discernment, itashughulika na kuona kwetu, will affect our capacities, uwezo wetu, our dominion mandate, ile nguvu ya kiutawala, our greatness, ile ukuu, our leadership, uongozi, our fighting techniques in jinsi ya battles, kupambana katika and our vita, victories in Christ. lakini na ushindi tulionao katika Kristo Yesu. Are you hearing me? Ndio.